tangu jana. Leo hii tumepitia Ekitale. Lakini tukasema kwamba kwa sababu watu wetu wanasianda wametungojea tangu asubuhi hii, tukasema viongozi wageni wetu lazima wafike hapa. Na sisi tunawashukuru sana. Katika hii msafara tuko na Mheshimiwa Zakaria Barasa. Meona Zakaria Barasa? Mwaniwaji wa kiti cha ugavana Bungoma, si ndio? Tuko na Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Meona Eugene? DAP-K party leader, si ndio? Kwa hii msafara tuko na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Party leader wa Wiper Democratic Movement. Si ndio? Kalonzo yuko wapi? Ndio yule Stephen Kalonzo Musyoka, the 10th Vice President of the Republic of Kenya. Mumemwona Kalonzo? Mumemwona Kalonzo? Mgeni mwingine ambaye tuko naye hapa anaitwa JB Muturi, former Speaker of the National Assembly, Attorney General of the Republic of Kenya. Mumemwona JB? Mumemwona JB? Yeye ni wa Democratic Party. Alafu pia tuko na Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua. Mumemwona Rigathi Gachagua? Harambee! Harambee! Mumemwona Rigathi? Wageni wanatosha watoshi? Hapa kuna rais hakuna rais. Kuna rais hakuna rais. Sasa mimi nitasema neno moja tu, alafu nimkaribishe Mheshimiwa Eugene, si ndio? Lakini kabla niseme neno moja, Zakaria Barasa amekuwa ground. Anaweza kuwasalimia? Zakaria wasalimie. Wapi mic hapo? Vandu nasianda Mulembe. Mulembe lundi. Mulio? Mwesi muru mwame nasianda. Namo mwamisi kabukanda. Mulibe nasianda. Mweche kubana viongozi. Nenya mwimene nabo. Wachenje Bungoma. Wachenje Kenya. Kitu la mwisho, sababu ya muda ni usiku, mimi nataka kuwashukuru watu ya Nasianda kabisa. Mumevunja rekodi katika kaunti ya Bungoma kufanya mkutano ya usiku. Lakini mumefanya huu mkutano sababu mnapenda viongozi, si ndio? Na viongozi wameniambia hawatawaangusha nyinyi. Watasimama pamoja. Waweza kusukuma Kasonga ende nyumba? Harambee! Nataka nisikie one time. Harambee! Kasonga enda siende. Weta enda siende. Lusaka enda siende. Asanteni kwa vile, kwa sababu ya muda sitaweza kumaliza wakati yenu. Eugene. Haya, tutulie. Vijana, tuliane, tunataka msikie maneno leo. Tusipige tu kelele ama namna gani? Harambee! Hawa wageni wetu wamekuja magharibi kwa sababu wameambiwa kwamba magharibi ndio itapatia Kasongo hatamu ya pili. Hiyo ni ukweli ama ni uongo? Ukweli ama ni uongo? Harambee! Nyenya mtatuaibisha kwa sababu wameona na kudhihirisha kwamba sisi tunaungana na jamii zingine katika taifa la Kenya
kupeleka Kasongo nyumbani, si ndio? Tuko pamoja watu wetu. Viongozi wetu wa Bungoma, vijana sikizeni. Viongozi wetu wa Bungoma wote isipokuwa wawili, wakati wa Kenya wameamua kwamba mabadiliko lazima ikuje 2027. Hao wengine wote wametupatia aibu, maana hao ndio wanatembea na Kasongo, si ndio? Tumesema wakati tunapeleka Kasongo nyumbani, wote lazima wafanye nini? Lazima wafanye nini? Watu wangu, mujue kitu kimoja, wanadudanganya ya kwamba huwezi kuondoa rais kwa mamlaka. Ati rais hawezi fanya miaka mitano na aende nyumbani. Mimi nawahakikishia kwamba vile tunajitokeza hivi, ndio Wakenya wengine pia wanajitokeza, na tukipiga kura sio kuongea peke yake. Kasongo hataiba kura. Kasongo ataenda wapi? Kasongo ataenda nyumbani. Sisi kama Wakenya, we cannot afford another 5 years of this administration. Mambo yamekuwa magumu, si magumu. Ushuru umepanda, sio? Rais kazi yake ni kwenda safari, kwenda safari, kwenda safari. Tumesema tutapatia nafasi aenda apumzike, aende hiyo masafari yake, si ndio? Tuko pamoja watu wetu. Tuko pamoja watu wetu. Nataka tupige tawe alafu tumkaribishe Eugene, si ndio? Panda hapa juu bwana. Piga, najua waoni, nataka wasikie sauti ama namna gani? Wasikie sauti mpaka State House kwamba Nasianda Bungoma imeongea ama namna gani? Haya, funga. Wacha tufunge watu wetu, funga bwana, funga. Funga. Haya, twende. Umaskini, ukabila, mapendeleo, Ford Kenya, Wetangula, UDA, Kasongo, Ebola, wizi, blalifaki ni kabisa. Wacha tukaribishe Eugene pia tuongelesha ama namna gani? Karibu mheshimiwa. Muli moyo mwehwele bakeni, mwehwele Kalonzo Musyoka, mwehwele Rigathi Gachagua, mwehwele JB Muturi, mwehwele timu yefu ya one term. Ano muli one term. Hembo nako one term. Ay. Ay. Venasianda. Avele bambolele bali bevungoma bevumula bali batuta amubali ne. Khane bamuvela usa. Enye muli ba one term. Efwe luno khwenya bandu befwe khubasime. Sikira khwakenile sivala sya Kenya. Mala wakati tumeanza Vihiga matembezi ziara yetu ya Western siku 3, sisi tumesema tunataka tutembelee kaunti zote 5 za hapa Western. Tumeanza hapo Luanda, Vihiga County. Tumeenda hadi Huisero, Mwirumbi. Tumeenda hadi Hayega. Tumeenda hadi Malava. Tumeenda hadi Mayuge. Tumeenda hadi Shikomari kule kwa Cleo Malala. Hiyo eneo lote la Vihiga, Kakamega wamesema wote ni one. Tumeingia leo siku ya pili, tumeanzia kule Shanda, Mumias East, kwa mbunge wa DAP Kenya anaitwa PK Salasia. Wawanga wote wamesema wako one term. Tumetoka Shanda, tumeingia Harambee
Kuna gavana wa 2 term anaitwa Fernandez Baraza, ametutumia wahuni, wameweka taya, wamewasha moto, wamerusha mawe, wametoa mipini, ati twende siaka. Sisi tumeambia Fernandez Baraza, wewe na Ruto wako ninyi ni one. Na tunaambia magavana wote wa Western Kenya, yeyote aliye na kasongo anaenda na kasongo one. Kwa gavana wetu wa 5 wa Luhya hapa Kenya hii, ni gavana mmoja tu amesimama na Wakenya, amesimama na hii timu ya ukombozi, naye anaitwa George, na huyu ni gavana wetu wa DAP Kenya. Makofi kwa wanatembea jamani. Vile hapa Bungoma, vile Kakamega tumekuwa kule, ni mbunge mmoja tu wa DAP Kenya amesimama na Wakenya, amepinga ushuru wa Zakayo finance bill zote 3. Alipinga impeachment ya Gachagua, akasema mimi siwezi tumiwa kama kisu ya kumchinja Mkikuyu. Sisi wa Luhya ni watu wa mlembe, ni watu wa amani, hatutaki damu ya mtu. Alikataa pesa ya Ruto, akasimama na Rigiji. Huyo kijana anaitwa PK Salasia, peke yake kule Kakamega. Hapa Bungoma tena, hapa Bumula, ni mbunge wa DAP Kenya peke yake, Wanami Wamboka, amesimama na sisi. Hapa Bungoma, kando na Wamboka, ni Kalasinga Majimbo peke yake, wamesimama na sisi. Ukienda Kitale, ni mbunge wetu wa DAP Kenya wa Cherengani, aliye na kiti cha Masinde Muliro, Patrick Simiyu, ndiye amesimama na wananchi kupinga ushuru wa Zakayo. Yeye Simiyu peke yake ndio mbunge Trans Nzoia wa DAP, alisimama na Rigiji, akakataa yeye kutumiwa kama kisu ya kuchinja huyu jamaa kutoka wa Munyoro. Na pia tuko na kijana wetu Power, anaitwa Kaleba Misi wa Saboti, na Bisau pia walipinga hiyo ushuru. Kule upande wa Vihiga, kwa wabunge wote 5, ni mbunge mmoja wa DAP Kenya peke yake, Engineer Dick Maungu, National Treasurer, National Organizing Secretary wa chama cha DAP, tena peke yake amepinga ushuru wa Zakayo, amesimama na Wakenya. Kwa maseneta wetu wote 5 wa Luhya, I'm very proud and like our governors, maseneta wetu wote wamesimama nasi, isipokuwa tu huyu wa Bungoma, huyu wenu wa Bungoma, huyu peke yake. Hapa tuko na maseneta 4 sasa. Senator Ososi, Senator Sifuna, Senator Khalwale, Senator Okia Omtata, maseneta 4 wamesimama gangari na sisi kukomboa nchi yetu. Ni seneta mmoja tu wa Bungoma, anaitwa nani? Huyo tu. Sisi tunataka tuwashukuru pia kule Busia, ni mbunge Oundo wa Samia peke yake amesimama na wananchi. So leo tukija nyumbani, nimekuja niulize wenzangu ya kwamba waje Bumula wa washukuru, sababu mulitoa mbunge wa nguvu sana hapa. Kesho tunaenda Kabuchai, na kule Kabuchai kwa Kalasinga Majimbo, yeye alikataa kuchinja huyu Rigiji. Kalasinga alikataa mamilioni ya pesa. Yeye ni mbunge wa speaker, lakini alikataa mambo ya Weta. Akasema mimi sitaki damu kutoka wa Munyoro kwa mikono yangu. Kesho tunaenda Chwele, leo tumekuja na Sianda kwa Wamboka, kesho tunaenda kwa Kalasinga Majimbo, kuomba ya kwamba tusimame pamoja na vijana shupavu ambao hamuogopi kasongo. Hapa Bungoma, kutoka Bumula, tuko na kijana nataka kuwa gavana, na ni shujaa, anaitwa Zakaria Baraza. Haki ya Mungu, huyu mtu ni mwanaume. Wakati Nzoia inaenda, huyu Zakaria Baraza na huyu ndugu yake Martin na Wafula wa Munyinyi na SG wetu Eseli, kama DAP tulienda kotini tukapata orders kusimamisha Nzoia kuuzwa. Ruto akasema mimi nataka Nzoia. Wewe Weta,
chukua Hang'ati, peleka Muhindi huko, wakapewa pesa. Si Nzoia imeuzwa jamani? So mwisho sitaki niseme mengi sababu nataka wageni wangu waje wasalimu. Wakati tumekuwa tunatoka, tulitaka tutoke Shanda, tuingie Bumala, tuingie Nambale, tupite Buyofu, tuje na Sianda. Lakini baraza akaleta wahuni kutublock Harambee. Ndio sababu tumechelewa kufika. Huyu Zakaria ameniambia vandi na Sianda valo vile zakava chengota paka wabone rigiji. Ni kweli? Bali na Sianda vakaile savalota ta paka wabone Kalonzo Musyoka, paka wabone umundu wa JB Muturi, paka wabone umundu wa Tawe wanatembea, paka wabone party leader wawe wa DAP wali wa Marua. Vandu ve na Sianda, vandu ve Vumula, na akanywa na mele se mwivilila. Enyo mwambo omukasi nalonjo kela nemiliandi. Omusiluku ndi awola sendo omukasi tabali nakodesi omukasi. Alisendi nenyo tangalisekhe vanga Rutota. Natembea nyabola ali khayu kasekitale, khabasakali khabofuta. Ruto kaiva nolole njie wefwana State House. Na mimi nasema ya kwamba khakava khayu khekhe bunyasi. Omubukusuka mili obolo lindambas ate erongi ata bukhema takhela kinurebo lindio sakavechanga karyo. That is the pride we want to see in our people. Hapana kwenda kupigia watu magoti kwenye masori vanyinda afunga Zakaria vano vala Ruto mumoni gawamboka vambolo hukusia Nzoia tawe sanenya kuloma kama kalisa vandu vefu kuli khulukendo vavolanga valiko khole netililo kholoriena, khole netililo kholoriena. Enyo mwa nende khole enyo bali wa malwa kijana yacha ebuseve yayimo mundu bali mwa Kibaki abundu bali Othaya yamebweneyo yacha Bukamba yayimo mukhaye bali Ngilu yayimo musori wa Kalonzo Musyoka yamao yacha paka Coast yayimo mundu wa Professor Rashid Mzee. Mala vechile vango na serikali vali ya nako. Mukumbuka? Efwe luno luri kwenya vana vali yomanye. Mulinyo munyamwaru siya president. Munyala na mweza munyala. Huru siya president paka khulonde lukele. Kuche khungone busale. Nende bulalo niwo khuliambu khilaho. Vali lisae liambu siya namikalwa. Luno luri mbole na Sianda. Busale muli khuambu siya vandu vefwe. Vasale nibondere silo sino. Nalonde khulukelo amalwa nache lukulu. Nanyola Nyeriyo wa Kibaki. Kuzoreri kunyindavu. Wa Munyoro. Vakulanga wa Rigathi Gachagua. Mufukila khode kazi nako. Nalonda lukele nole Bukamba. Nanyola musori wa Kalonzo. Namrerengo. Mufukila khukende naye. Mkwanyola JB. Ewe nocha Nyeri. Wavira wache abundu wali Meru. Khali khoba nende Gitobi Manyara. Khoba nende Kiraitu Murungi. Luno luri khuno musori bali Nturi. Khuno musori bali Munya. Venya khukende na mufukira khukende na Bameru. Kutse khungone serikali. No na mufukira muli kholero ndalukele khe mwimbile kho kumwenya. Khole ya papa khole. Khole netibile khole. Olonda lukele khole. Mwaola kumwenya ko. Akwimbe kholundi khole ya papa khole netibile khole olonda lukele khole muvukira khulonda lukele lwa khole na basebe bano khole na bakamba bano khole na omukisi bali Matiang'i khwambane nena atembea khwambane Zakaria Baraza nende Wamboka ne Kalasinga nende mundu bali Salasia nende Sivuna nende Ososi nende Kaleba Misi. Wangapi wanasema tutembee pamoja? Sasa nataka niwaletee Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Sifuna atakuja.
hii inakombolewa. Na nyinyi mko tayari kukomboa nchi yenu, sababu nchi yenu iko mahali pambaya. Vijana, rais aliyoko anasema vijana wapigwe risasi miguu. Umesikia hiyo? Aende asiende? Kwa hivyo nikisema Wiper, nipe komboa Kenya. Wiper. Wiper. Wangapi wako tayari hapa jioni kukomboa nchi yao? Alafu nikisema harambee, ni one term. Hapa ni one term. Harambee. Hey. Sasa huyu jamaa atapitia wapi? Ikiwa Edi Mbumbula, na sisi tunawaenzi sana. Beg your pardon. Tunawaenzi sana. Juzi sisi kama United Alternative Government hatutaki kujiita opposition. Sisi ni serikali inangojea kuchukua mamlaka tarehe 11 mwezi Agosti mwaka ujao. Na nyinyi ndio mtakuwa mstari wa mbele kunyakua huo uongozi wa nchi hii. Kama vile gavana anatembea amewaambia msiwe na hofu. Jamaa ameshindwa tayari. Na anajua ameshindwa. Leo hii tukiwa Sianda, Mumia East. Yeye alikuwa hapo Kakamega. Na yeye akaona maajabu. Wale watu walikuja Kakamega, walibebwa na mabasi ya shule, wanapatiwa 5,000. Kila mtu anabeba, ile inaitwa rent a crowd. Renting a crowd. Hebu angalia hapa. Watu wanasianda wenyewe. Hakuna mtu amekupatia ndururu kuja hapa, sio? Kwa sababu wewe mwenyewe unataka kukomboa nchi yako, jipigie makofi. Kwa hivyo kwa sababu ni usiku, na ni usiku, hii ni ishara kwamba Wakenya wamechoka. Sisi tulitoa bajeti ya mwananchi 2 days ago. Mpaka Ruto akachanganyikiwa na waziri wake wa fedha analia. Kwa sababu tulisema sisi tukichukua mamlaka, na hata kabla ya kuchukua hiyo bajeti yao na hesabu yao ambao wametoa treasury, tukitumia hiyo tutasema tutateremsha bei ya mafuta. Naona pale Konza Energies imeandikwa, ukiangalia pale ni 232 shillings per liter, sio? Kulingana na bajeti ya mwananchi, sisi tunasema iwe 170 shillings per liter. Hiyo peke yake itahakikisha gharama ya maisha inashuka chini. Hapa nyinyi mnavinyiliwa kama wananchi wengine. Hata ikiitwa na education, jamaa hajui. School capitation, maprincipal na walimu, hata watoto wamepatwa na shock. Kwa sababu watoto hajui kitu inaitwa CBC, wanaenda grade 10, badala ya watoto wawe 1,000 wanakuwa 10,000, watoto wanaanza kuchinjana. Inakuwa mental health. Shule zetu karibu zote zimefungwa kwa sababu hakuna msimamo wa upande wa elimu. Mimi nilikuwa waziri wa elimu wakati mmoja, si mnakumbuka? Wakati huo elimu ilikuwa imetia fora. Hata watoto wetu ambao wanaenda vyuo vikuu, Bwana Ruto ameleta msimamo ambao haujulikani. Wanasema funding education, mtu anaenda university amepita, ameambiwa alipe $500,000, haijulikani. Hiyo funding program sema Higher Education Loans Board ipatie kila mtoto wa Kenya hii heshima yake ya kwenda chuo kikuu, yule ambaye amefaulu kwenda chuo kikuu na kupatiwa usaidizi na serikali. Budget yetu inasema hii kitu inaita housing levy. Tutaiondolea mbali kwa sababu hiyo ni wizi wa pesa ya umma. Hiyo ni kama mambo ya makateli. Hapa mna housing, mnalipa kila mtu ushuru. Ati housing levy. Ardhi ni ya serikali. Alafu unakuja unaambiwa ukijenga utanunua. Upuzi mtupu. Na alafu kitu inaitwa upande wa madawa. Budget ya mwananchi inasema hii kitu inaitwa SHA. Ni upuzi mtupu. Huku SHA inafanya? Huku SHA inafanya? Iende siende hiyo?
Kwa hivyo sisi tuko pamoja na wananchi, na hatutalala. Mnajua constituencies za Kenya ni 290. Hapa Bumula tuko constituency yenu, na nyinyi ni watu wa maana kwa sababu mweka mstari wa mbele kama wakombozi wa nchi hii, kwamba hata usiku amulali mpaka huyu Kasongo aende nyumbani. Aende asiende? Kwa hivyo Wakenya wamechoka na wizi, wamechoka. Hata Nzoia Sugar yenu hapa wao wenyewe wananunua, alafu hata simiti wamenunua. Kuna rafiki moja kutoka jamii ya Wanga, the most successful businessman kutoka Western Region, alisimamia kiwanda ambacho kinajulikana kama Savannah Cement. Mnakumbuka simenti ya Savannah? Ilikuwa inamilikiwa na mmoja wenu kutoka Western Kenya. Huyo akaenda akashinda kununua Mbaburi Cement. Ruto na timu yake wakamwandama. Mimi nilienda kumtoa jela Muthaiga tukiwa na ndugu yangu huyu, mpaka amekimbia uhamishoni Amerikani. Hao ni wale watu ambao tukichukua serikali watarudi watafutie vijana wetu kazi, kwa sababu wana ujuzi tena katika kutoka mkoa wa Western. Kwa hivyo mambo haya yana umuhimu zaidi. Sitaki niongee sana kwa sababu ni usiku. Ningetaka nirudi mchana. Tunataka tuonane na huyu Ruto mondo kwa mondo. Mnakumbuka mimi nilikuwa na Raila miaka 15. Sasa wameanza kulia. Wanasema Kalonzo miaka 40. Ndio. Miaka 40 hiyo 15 Ruto ametuibia tukiwa na baba. Si namna hiyo? Walikuwa kidhani baba akilala basi wao watatua tu atawale, watafanya ile anafanya. Hatutalala mpaka Kenya hiwe mahali hata baba alikuwa akitaka hiwe. Si namna hiyo jameni? Kwa hivyo mimi na furaha kufika Bumula, nitakuja mchana. Lakini huyo Ruto tutaonana naye mundu kwa mundu. Si namna hiyo? Aende asiende? Wadu wa Bumula mulimalamu bosi. Wanajua Fwesi. Wajua mimi kila wakati nikisikia nitakuja Bungoma. Kwanza ndugu yangu Eugene akiniambia we upande gani, namwambia unajua hapo ndio nyumbani. Kwa sababu pahali nilianzia kazi ya kutumikia umma ni hapa Bungoma hii. Hii Bungoma hii. Wakati huo hii Bumula ilikuwa part of Kandui. Si ni kweli? Unaona hata historia bado niko naye. Network iko. Sasa mimi kwa sababu vile mmesikia wenzangu wamezungumza umuhimu wetu, kile ambacho tunatafuta ni haki katika nchi yetu. Na hatuwezi kupua na haki kama ule mtu ambaye anaongoza ni mwizi. Kwa sababu sisi hatumwekelei. Utafiti umefanywa duniani kote. Ikatolewa ni nani marais wote duniani kutakafutwa ni rais gani mufisadi zaidi. Si ufisadi ni wizi? Ule mtu anapora mali ya wananchi. Ati duniani kote the most corrupt president on earth is William Kipchirchir Arap Ruto. Sasa kweli nchi hiyo ripoti inajulikana duniani kote. Alafu ndiye huyo kila siku anashinda akitangatanga hewani ati anasema anaenda kuomba pesa. Anaenda kule anaambia wazungu hapana. Juzi ndio alikuwa akisema kule Finland ati msisome ile mnaona vijana wakiandika kwa mitandao. Hata magazeti ya ile mnaona ikiandika Kenya msisome. Hiyo ni porojo iko kule. Sikizeni mimi. Atiamini mimi. Wazungu wakakumbuka si tuko na report. Ule mfisadi kubwa zaidi sugu duniani kote katika marais wote ndiye huyu tunaangalia hivi. Wakamwangalia wazungu wakasema
hiyo nchi inaisha. Na nikujue ni kweli, si amerudi? Amerudi mkono mtupu. Si alikuwa anasema anaenda kuomba kule? Amekwenda hata Gorogoro akupata hakuna kitu. Amerudi empty handed. Kile Ruto anajua wakati ile alitoroka hapa budget ikisomwa ni kwa sababu hakutaka ukweli usemekane akiwa karibu. Na kwa sababu bunge ilikuwa inakimbizana na mambo ya ufisadi ulimefanyika pale Mombasa. Sukari imeletwa kitambo na William Ruto na watu wake. Ikitoka Mombasa na ime-expire, inaletwa kwa factory ya pale ile inaitwa Kibos. Alafu wako wanakuja wanalipackage. Narudi kuuziwa wananchi. Wakati sukari inatoka ng'ambo, kutoka Mauritius, kutoka Brazil, si wakulima wa kule ndio wanafaidika? Hapa Kenya, hapa hii Western hii, hakuna wakulima wa miwa? Hakuna wakulima wa miwa hapa? Wakati Ruto anakubalisha hiyo maneno ifanyike, yeye kweli ndio sababu wazungu wanauliza, wewe ndio unasema tukuamini? Wewe unaleta sukari, unaumiza wakulima wako, ili hali unataka kuendelea kuongoza. Ndio sababu mnaona tumeungana hivi. Na mimi nitake niwashukuru zaidi kwa sababu this is historic. Kwa ati saa hizi bado mko hapa msikize yale ambayo tunasema. Na tunawaambia hivi, nia yetu ni kuhakikisha tunaondoa utawala mbaya. Vile mnasikia George Natembea, gavana rafiki yetu, akisema, ndugu yetu, anasema ufisadi tawe. Ama namna gani? Ati ufisadi tawe, uongozi bovu tawe. Si ndio? Sasa wale ambao ati wanakuja kusema Kasongo ati yule mtu ameappoint ati ndiye anaongoza siasa yake hapa Western ni rafiki yangu gavana Lusaka. Leo wamerokotwa wote, wamepelekwa pale Masinde Muliro University. Ati wanaenda kupewa, naambiwa unajua ile ambayo tuliongea mwaka ule 2022, unajua kumekuwa na shinda, unajua wale watu akina JB, akina Rigathi, akina Eugene, kule Trans Nzoia nasikia vile gavana Natembea halipatii nafasi ya kufanya, tuweke mkataba mpya. Jameni, sio yote teme tawe. Harambee. Ni wanta hapa. Kwa hivyo Kasongo wana pale ya kupitia hapa. Harambee. Asanteni sana ndugu zangu. Huyu amekuwa naibu wa William Ruto. Yule ameongea amekuwa Attorney General wa William Ruto. Mimi na Kalonzo sisi hapa Nasiada oi. Bumula oi. Watu ya Nasiada mjambo. Mumetugojea mpaka usiku.
Haki ya Mungu natolea nyinyi kofia. Mimi sijaona mapenzi kama haya. Tofauti ya mkutano yetu na ya Kasongo. Ya Kasongo analipa watu ndio wamusikize. Wakishalipwa wakiondoka wanasema one time. Mikutano yetu hatulipi mtu. Nyinyi kuna pesa mumelipwa na mtu? Si mmekuja hapa kutusikiza? Kwa sababu mnatupenda, mnatuamini. Watu ya Nasianda nimefika hapa jana kuja kutembelea cousins wangu. Hi cousins. Hi Kuzo. Hi cousins. Makazini wapendane wasipendane. Makazini watembeleane wasitembeleane. Makazini watafute serikali pamoja wasitafute. Makazini wafukuze Kasongo pamoja wasifukuze. Basi si mnajua chama yangu inaitwaje? Si ni DCP? Kazi yake si ni ya kusikiza ground? Si mimi nisikize ground? Nikisikiza ground iko makosa? Hapa Nasiada Bumula munasemaje? Ati munasemaje? Nasiada munasemaje? Bumula munasemaje? Hapa ni one time. Haya wacha nione. Harambee! Wewe Ruto wewe! Wewe Kasongo! Wewe Kaongo! Wewe Zakayo! Wewe mwizi! Wewe muuaji! Wewe mtu ya Singapore! Wewe mtu ya kutenga! Wewe mwizi wa Nzoia Sugar! Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Bas, mimi watu ya Bungoma naona mumeamua. Huyu Kasongo ametusumbua. Ameharibu Kenya. Ameua watoto. Amefanya madhambi yote. Nani ameiba Nzoia Sugar? Nani aliua Gen Z? Nani alisema vijana wapigwe risasi mguu? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani anagawanya Waluya? Nani amedanganya watu ya magharibi? Kasongo aende asiende? Huyu Kasongo sisi pale kwetu Mlimani ndio tulimsaidia. Na ile shida yote imepatikana Kenya. Mimi Rigiji makosa ni yangu. Nataka munisamehe. Naomba msamaha kwa watu ya magharibi na watu ya Kenya. Nyinyi mlikataa Kasongo. Wajaluo wakakataa Kasongo. Wamasai wakakataa Kasongo. Watu ya Pwani wakakataa Kasongo. Ukambani wakakataa Kasongo. Mimi na watu yangu ya Mlima tulikuwa tumeambiwa na Uhuru Kenyatta hii mtu ni mwizi. Muachane na yeye. Tukakuwa kichwa ngumu. Tukasema wacha tujaribu hii mtu kwa sababu hako na Biblia. Akatuambia ameokoka. Tukamwamini. Kumbe alikuwa ni chui amevaa ngozi ya nini? Sasa sisi tukasikiza, tukamwamini. Watu yake ya Rift Valley na sisi kura ikatosha. Tukaweka Kenya kwa shida. Mimi kwa niaba ya watu yangu ya Mlima Kenya, nikiwa hapa magharibi na kwa Wakenya wote tunaomba msamaha. Kwa sababu tuliweka Kenya kwa shida bila kujua. Na Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia hii mtu ni mwizi, atapora Kenya, ataua watu, ni mnyama, roho yake ni chafu. Hatukusikia. Lakini kwetu tunasema kufanya makosa si mbaya. Makosa ni kurudia. Na kwetu wanasema ukiweka watu kwa shimo ni kazi yako kuwatoa. Sisi tuliweka Kenya kwa shimo. Tutachangia kiasi kikubwa kuwatoa Kenya kwa shimo. Vile mimi niliunganisha watu yangu milioni 4 kusaidia Kasongo akuwe rais. Saa hii nimesanya watu milioni 7 kufukuza yeye nyumbani. Tutaungana mkono. Nyinyi si mko tayari? Kwani nyinyi mlijua hii Kasongo ni mbaya? Mlijua? Lakini nyinyi si wazuri. Kwa nini hamkuniambia? Mimi am your cousin. Kwa sababu hamkutuambia. Nyinyi mlijua hii mtu ni mbaya, ni jirani yenu hapa.
Si ni jirani yenu? Kwa sababu nyinyi mlikataa kumpa kura. Kumbe mlikuwa na habari mtu ni mbaya. Lakini sasa tumeshikana na kila mtu katika Pwani, katika Ukambani, katika Nairobi, kule Kisii, kule kwa Masai. Sasa mimi nimeona hapa pia mumeamua Kasongo ni one, Kasongo ni one, aende nyumbani asiende. Mimi nataka nimekuja hapa kwa sababu I'm a member of your family. Na mtu ukiona mtu ya familia anaweza potea, ukose kumwambia ni makosa. Mimi nimekuja magharibi kuambia nyinyi my cousin. Hii Ruto mimi ndio nilikuwa nakaa na yeye. Na hii mtu si mtu mzuri. Na ni muongo. Na ni mwizi. Na mapangia nyinyi mambo mabaya. Mimi nimekuja kuambia nyinyi, akipanga siasa ya magharibi nilikuwa hapo. Alikuwa na Musalia na Wetangula. Na mimi nikaketi hapa. Akasema nataka tuandike mkataba. Munipigie kura. Tuweke mambo yenu ndani na ya Waluya. Mkataba ikaandikwa, nilikuwa hapo. Jambo la kwanza, Wetangula akasema weka mambo yangu ndani kwa hii mkataba. Akasemekana atakuwa speaker, ikawekwa hapo ndani. Musalia akasema weka mambo yangu, ikawekwa hapo, atakuwa prime cabinet secretary. Akasema vile sasa nimeweka mambo yenu, wacha tuweke ya wananchi. Wakaweka kwa hiyo mkataba ya kwamba atakamilisha miradi yote ilikuwa imekwama ndani ya miaka 5. Amekamilisha? Ni muongo si muongo? Pointi ya pili, ikaandikwa hapo ya kwamba atajenga barabara ya rami mpya kilomita 1000. Kuna hata kilomita 1 imejengwa? Ni muongo si muongo? Namba ya 3 ikaandikwa hapo, ataweka pesa Mumias na Nzoia inunuliwe equipment mpya, alipe wafanyikazi, alipe wakulima, ndio Nzoia iendelee. Hiyo haikufanyika, akashikana na Wetangula na Wahindi akanunua Nzoia. Tunapoongea leo, Nzoia si ya Muhindi, ni ya William Ruto. Ile jasho yenu yote ya miwa mwenye kukula ni William, na mimi nilikuweko. Wetangula akawekewa pesa yako hapo ndani. Lusaka ile mtu ya Wilubaro akawekewa pesa yake ndani. Hawa ndio wameuza watu ya Bungoma. Huyu Wetangula anajifanya anapenda Wabukusu. Wewe Wetangula, Wabukusu wamekuheshimu miaka mingi, wamekufanya umekuwa kiongozi. Kwa nini ulishikana na William Ruto kuunza Nzoia? Kwa nini umeumiza watu ya Bukusu? Sasa tunapoongea pale Kakamega, Musalia wako hapo na Musalia wanatengeneza mkataba ingine ya Western Kenya. Wetangula atakuwa president 2032. Unasikia? Ati Musalia atakuwa deputy president 2027. Wewe Kasongo, tunakuambia kabla uandike mkataba ingine, timiza kwanza ile mkataba ya kwanza. Jenga barabara kilomita 1000 hapa. Wewe Kasongo, rudisha Nzoia kwa watu ya Bungoma. Wewe huwezi danganya hao watu Rigijia kiweko. Mimi kazi yangu, my cousins, nikiona pahali mtachengwa na Kasongo, lazima nikibie nikuja niambie nyinyi. Mungetaka nikuwe nikija? Mimi nikinusa, nikisikia anapangia makazini wangu, ninakimbia hapa, ninatangazia nyinyi. Kwa sababu hii Kasongo hapana mchezo. Hii ni mtu ya kuidwa mchana na usiku. Na ndio saa hii tunawinda yeye usiku. Tumeshinda mchana tukilima yeye. Lakini vita ya Kasongo hawezi isha mchana. Inatakana mchana na usiku. Apangiwe asipangiwe? Aangaishwe asiangaishwe? Ya mwisho, huyu Kasongo nimemsukuma pale mlimani, analia kama paja imeshikwa na mtego. Ameenda kutafuta mtu anaitwa Soprano amsaidie. Na ile Soprano ndio alikuwa shahidi ya mkataba wenu. Sasa ile Soprano na Wetangula na Musalia ni watu ya Yesa. Wakiambiwa kitu na Kasongo wanasema Yesa. Wewe Wetangula, Wewe Wetangula, kuja hapa. Nzoia
na imezea mate. Nataka niichukue. Ikuwe yangu. Weta nisaidie. Omwami nisaidie. Hii Waluya wacha wakae wakule mawe. Wetangula ni bure si bure? Ni sanamu si sanamu? Sasa Wetangula, Musalia na Soprano ni kitu kimoja. Ni watu ya yes. Sasa huyo Soprano kwetu anajaribu kusaidia Kasongo, mambo imekuwa ngumu. Akifika mkutano analia, ni fire si fire. Analia. Anasema, ni noma si noma. Ni Soprano si Soprano. Hiyo mtu ni bure si bure? Ni bonoko si bonoko? Sisi pale kwetu tumetangaza operation inaitwa Fagilia, ya kufagia wasaliti wote na wale wote wamesaliti wapiga kura. Nikisema harambe, munasema fagia. Harambe! Wasaliti wote. Wetangula, Ford Kenya, Musalia Mudavadi, Soprano na Kasongo. Na Kasongo. Wangapi wanasema tufagie Kasongo, tufagie Kasongo? Unajua hii Kasongo tumesikizana hapa. Huyu Eugene Wamalwa, George Natembea, Sifuna, Kalonzo na mimi na Martha Karua tutatoa candidate mmoja akupambana na William Ruto. Munaunga mkono? Tukiamua ni Eugene Wamalwa mtampigia kura? Wacha nione kura ya Eugene Wamalwa. Tukiamua ni George Natembea, wacha nione kura anatembea. Tukiamua ni Kalonzo Musyoka, wacha nione kura ya Kalonzo Musyoka. Na tukiamua ni Rigiji, wacha nione kura ya Rigiji. Kwanza wakipatia mimi, nitamkimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Unajua juzi alikuja pale mlimani pale Olokalau kwa matanga. Mliniona? Akanikuta hapo. Nikamwambia Kasongo, hakuna boma haina mwenyewe. Hii ni boma yangu, mimi ndio mzee ya boma. Uwezi ongelesha bibi zangu na watoto wangu vile unataka. Ukuje hapa na adabu na uacha kiherere. Alikuwa amekaa hapo, nikamwangalia. Nikasema hii jamaa nimemtafuta siku mingi. Nimempata. Nikamulima dakika 30. Nikamwangalia kwa macho, nikamwambia Kasongo, wewe ni mwizi. Nikamwambia wewe ni muuaji. Nikamwambia wewe ni muongo. Jamaa katoa jacho akakunywa maji chupa 16. Kasongo angaishwe asiangaishwe? Angaishwe asiangaishwe? Iko kijana yangu anaitwa Medho, senator wa Nyandarua. Ile kijana ya maumau ako na mandevu. Mlimuona? Akamwangalia Kasongo. Na ni kijana mdogo ni kama huyu Salasia. Akamwambia Kasongo, mimi nakuheshimu lakini watu ya Bumula, mimi najua munaheshimu Kasongo lakini watu ya Bungoma, mimi najua munaheshimu Kasongo lakini ama mnaogopa Kasongo? Anyoroshwe asinyoroshwe? Wacha niona wale wanasema wamechoka na Kasongo. Mimi nasema mumetumika vibaya na Wetangula miaka mingi. Wakati ya kujikoboa kutoka kwa uongo ya Wetangula, ya kutumia nyinyi kujitafutia makuu, wakati umefika. Huyu Wetangula lazima vile Natembea anasema akuwe ni tawe. Wetangula, Wetangula, Ford Kenya, wewe Wetangula umetumia hawa Wabukusu vibaya zaidi ya miaka 30. Wamekufuata wewe, wamepata nini? Iko nini mumepata? Watu ya Bukusu mumepata nini? Ile Wetangula ndiye ameendelea kupata. Ametajirika, amenunua mandege, amenunua maflati Nairobi. Wetangula ndio namba 2 kutajirika kutoka kwa William Ruto. Ani tajiri zaidi, lakini hapa Wabukusu muna chochote? Mtaendelea kumfuata? Mtafuata Wetangula?
Nikisema Wetangula mnasema tawe. Wetangula. Ford Kenya. Kasongo. Soprano. Musalia Mudavadi. Asanteni sana watu wetu. Mimi nitakuja kutembea tena nikipata maneno, si ndio? Nikisikia mnapangiwa nikimbia haraka, si ndio? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Asanteni.